Mwaka mmoja mbele, Siwa alikutana na kijana Edward mtaani akijulikana kama Edo. Edo alianza mapenzi na Siwa kama faraja mpya. Baada ya Siwa kumweleza tatizo alilonalo la kutokupata mtoto, Edo aliamini kuwa uzazi ni neema, sio mashindano. Jambo hilo lilimpa Siwa amani ya miaka miwili. Lakini mwaka wa 3, mama mkwe wake uvumilivu ukamshinda, akawa bingwa wa vigembe. Sasa hivi vijana hawana hata maana. Miaka miwili hakuna hata mtoto, au mwanangu kawa kivuli. Maneno hayakuishia kwa mama mkwe tu. Bibi yake Edo naye akaanza kutoa maneno makali. Kama mbegu ya familia ya Edward ingeangukia kwenye udongo mzuri, tusingekuwa tunazungumzia kupata wajukuu na vitukuu. Huyu mwanamke hamfai mjukuu wangu. Mwaka mmoja mbele, Edward, maneno ya familia yalimzidi, na yeye akaamua kuachana na Siwa. Unajua nakupenda, na nilikuwa tayari kuvumilia kwa lolote, lakini familia inanipigia kelele kila siku. Labda tumepangiwa watu tofauti. Naomba tuachane kwa ajili ya amani ya familia yangu. Siwa akachika tena na kurudi nyumbani kwao, ingawa safari hii aliamua kuondoka nyumbani kwao na kwenda kupanga nyumba mbali kidogo na nyumbani kwao ili kuepuka aibu ya mtaani kwao.